Asante na karibu tuendelee na usomaji wetu wa riwaya yetu wa novela yetu ya Mshale wa Matumaini. Tutaanzia sura ya kwanza, sura ya 3 ambapo jana tume katika video iliyopita tulifanya kazi katika sura ya 2 na tukamalizia na uchambuzi wake. Kwa hivyo tutaanza moja kwa moja usomaji kisha nitachambua mwisho wa kusoma sura hii ya 3. Karibuni. Gera ilikuwa umbali wa kilomita 200 kutoka eneo tulilokuwa. Hatukujua kama tungefika siku gani, lakini tulijikaza. Mara kwa mara tulisoma mabango yaliyoonyesha umbali uliokuwa umebakia kufika mpakani Gera. Ilikuwa nadra kuona watu wakizungumza. Ni kana kwamba kila mmoja alikuwa katika ulimwengu wake wa mawazo. Kila mmoja alisema na Mola wake. Kila mmoja wetu alikuwa na wasiwasi wa yanayoweza kutokea mbele ya safari yetu. Nilikumbuka hadithi aliyotufundisha mwalimu wetu wa somo la dini. Alikuwa ametueleza jinsi Waisraeli walivyofuatwa nyuma na jeshi la Misri ili kuangamiza. Alitueleza kwamba kama si kwa msaada wa Mungu kuwaokoa, basi wangeangamizwa wote. Nilipokumbuka kisa hicho, niliomba dua fupi ili Mungu atunusuru kama alivyowanusuru Waisraeli. Sikutaka tupatwe na janga lolote. Mungu tukumbuke. Hivyo ndivyo nilivyoomba sala yangu fupi. Kwa kuwa hayakuwa mazoea yangu kutembea kwa miguu, safari ilinilemea kila wakati. Nilitaka kupumzika lau kidogo, lakini hatukuwa na muda wa kufanya hivyo. Nilikuwa na uchovu mwingi mwilini. Mama yangu alitanabahi nimebaki nyuma wakati mmoja. Nilimuona akiniangalia huku na kule kwa wasiwasi mwingi. Alininyooshea kidole cha shahada aliponiona hatimaye. Macho yake yalinikemea. Nilichapua miguu na kukaza mwendo. Nikamkaribia. Manyunyu ya mvua yaliendelea kunyunyiza. Baridi ilikuwa ya mzizimo. Ukungu nao uliwamba barabarani tulikopitia. Ilikuwa vigumu kuona mtu aliyekuwa mbele yetu. Watoto wachanga walilia kutokana na baridi na uchovu. Wazazi nao hawakujali kitu. Waliendelea kukaza mwendo. Ilikuwa safari ndefu. Asubuhi jua lilichomoza tukiendelea na safari kwenye msitu na nyika. Ilikuwa safari ya